Hujambo mtazamaji, Idi Mbarak kwa ndugu zetu Waislamu. Karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kuna mengi tuliokuandalia, kwanza tupate vidokezo. Waislamu wakamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sherehe na swala kote ulimwenguni. Daraja la poromoka huko Budalangi wiki mbili tu baada ya Rais Huru Kenyatta kulizindua. Na maombi ya amani yaendelea kote nchini, ishara ya Wakenya kutaka uchaguzi usio na uhasama na mizengwe. Karibu kwa taarifa zetu. Tunaanza na taarifa ya siasa ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amepangiwa kuzuru eneo la Rarieda na kuwahutubia wafuasi wake ambao wengi wao ni wanachama wa ODM. Hata hivyo, muda mfupi uliopita fujo zimezuka kutokana na makabiliano baina ya wafuasi wa mbunge wa Rarieda Nicholas Gumbo na wale wanaomuunga mkono gavana wa Siaya Rasanga. Itakumbukwa kwamba Gumbo anawania ugavana wa kaunti hiyo ya Siaya kwa tiketi huru baada ya kubwagwa na Rasanga kwenye kura za mchujo. Hebu tutazame picha hizo zilizonaswa muda mfupi uliopita. Tunga mawe juu. Na kwa nini nisahau kofia yangu? Remember?
Mimi wa NASA. Bro. Mimi wa NASA. Uliza huko. Nam, ni hali ilivyokuwa huko Rarieda ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga anatarajiwa kwenda kuwahutubia wafuasi wake, lakini kama ulivyotazama katika picha hizo, fujo zilitokea kutokana na wafuasi wa Nicholas Gumbo ambaye ni mbunge wa Rarieda na gavana wa Siaya Rasanga kuzozana. Tutakuletea maelezo kamili kuhusiana na yatakayojiri eneo hilo. Lakini tukisalia na siasa, chama cha Jubilee kitazindua manifesto yake jioni hii katika uwanja wa Kasarani kwa minajili ya kutafuta kipindi kingine cha uongozi wa taifa hili. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto watakuwepo kwenye shughuli hiyo. Hivi sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Jeff Kirui akiwa Kasarani atujuze zaidi kuhusu maandalizi ambayo yanaendelea. Jeff, hebu tueleze, hii hafla inatarajiwa kuanza saa ngapi? Naam, asante sana Nakirima. Kama ulivyosema, huu ni uwanja wa Kasarani ambapo manifesto ama wakuu wa chama cha Jubilee wanazindua manifesto yao hii leo, na kufikia sasa watu wanaanza kumiminika polepole kwenye uwanja huu kunradhi. Alafu kisha kuna suala ambalo lilikuwa zimeangaziwa mapema kwamba shughuli itaweza kung'wananga mwendo wa saa 11:30 jioni, kumaanisha kwamba ni mwendo wa saa 1. Tunasubiri viongozi ama wakuu wa chama waweze kufika hapa, lakini kuna wadau wa chama hiki ambao wameweza kufika katika maeneo hayo. Labda watatueleza matarajio yao ni ipi, kwa msingi kwamba kumbuka kwamba manifesto hii pia inaguzia serikali za kaunti. Agenda ya Jubilee kwa serikali za kaunti ni agenda ipi, ikizingatiwa kuwa kuna fedha ama kiwango fulani cha pesa ambazo zinaweza ama zinatarajiwa kuelekezwa katika serikali za kaunti ili kuweza pia kujikimu. Na hivi sasa najiunga na gavana wa kaunti nambari 35 kaunti ya Kericho, gavana Paul Chepkwony, ambaye atatueleza tu matarajio ya hafla ya leo ni yapi. Asante sana gavana kwa kujiunga na KTN News. Matarajio yenu kama serikali za kaunti kuhusiana na agenda ya leo ni ipi haswa? Tunatarajia kama serikali za kaunti, Rais Uhuru Kenyatta ambaye anawania mara ya pili aeleze nje ya kwamba ataendelea kusimama na ugatuzi vile amefanya katika muhula wake wa kwanza. Pili, ninajua ya kwamba atatuelezea vile vile ya kwamba zile fedha zinapatiwa kwa counties itaongezeka vile imekuwa ikiongezeka pole pole hivyo. Alafu natarajia kwamba ataelezea Wakenya ile kazi yenye wamewahi kufanya, ile imebaki na pengine ile ikufanyika na vile amepanga kufanya na kukamilisha ile inaendelea, na kuna sasa ile kazi mpya. Nafikiri ataelezea Wakenya katika muhula wake wa pili atatoa ahadi nyingine mpya kulingana na kazi zingine na ujuzi wake wenye amepata katika miaka mitano. Na manifesto ya Jubilee kwenye serikali hizi ambazo serikali kuu na serikali ya kaunti, kumekuwa na labda majadiliano kuhusiana na jinsi mungependa shughuli iweze kuangaziwa katika serikali za kaunti. Manifesto hii ya Jubilee iweze kuangazia pia serikali za kaunti. Mambo mengi yamekuwa yakifanyika kule kwenye summit. Mara kwa mara huwa tunakutana na rais na kuna changamoto tumekuwa nayo kama counties, na mambo kama hayo yamekuwa yakinakiliwa, na ninaelewa ya kwamba katika hii manifesto mambo yenye kidogo yameleta utata yatanyoroshwa ili sasa mambo ya counties ifanye kazi sawa sawa.
Naam, huyo amekuwa ni gavana wa kaunti ya Kericho Paul Chepkwony, ambaye ameweza kutuelezea matumaini yao siku hii ya leo. Lakini kumbuka kuna vile vigezo ambavyo leo tunaangazia ama tunatarajia serikali ama wakuu wa serikali waweze kuangazia, akiwemo sekta ya afya, serikali za kaunti, pia kuna suala la maji, ukosefu wa maji, suala la kilimo. Hayo tu ni mambo ambayo tunatarajia leo tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake waweze kuguzia leo kwenye kuzinduliwa kwa ajenda hii yao ya mwaka 2017. Kwako Mashirima. Na asante sana Jeff Kirui, bila shaka tutakuwa anaungana nasi baadaye wakati ambapo hafla hiyo itakapoanza, na pia tutakuwa natupatia maelezo kamili katika taarifa zetu za baadaye kuhusiana na uzinduzi wa manifesto ya Jubilee. Lakini huku Jubilee na NASA zikijiandaa kutangaza yaliyemo kwenye manifesto zao, tunauliza iwapo manifesto hizo hutekelezwa baada ya vyama hivyo kushinda katika uchaguzi. Katika taarifa ifuatayo tunaangazia baadhi ya ahadi zilizotolewa katika manifesto za vyama tangu wakati wa National Rainbow Coalition yani NARC mwaka 2002 ambayo iliuangusha utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi. Tazama. Ule wakati wa kuweka wazi mipango itakayomfaidi mwananchi iwapo chama fulani kitaingia uongozini umewadia. Kila chama au muungano ukieleza nguzo wanazothamini wakiwa na matumaini zinaandamana na za idadi kubwa ya wananchi. I believe that however treacherous the seas, the Kenyan people know the way that we must take. I believe that with God's grace and with the strength, ingenuity, and determination of our people, we will and can arrive safely at our journey's end. Tunataka serikali ambayo itaweza kuleta mabadiliko kwa maisha ya wananchi wa Kenya. Serikali ambayo itaweza kufufusha uchumi ambayo imeporomoka. Serikali ambayo itaweza kuimarisha elimu kwa watoto wetu. Ambayo itaweza kumaliza umaskini katika nchi yetu. Ambayo itaweza kumaliza ufisadi na hujuma ya mali ya umma. Hata hivyo, mara tu wanapoingia uongozini, inaibuka kuwa ahadi hizo sio rahisi kutekeleza kama walivyodhania. Alafu mtu atakuja hapa awaambie msijali, mupitishe tu hii katiba, kuna siku tutabadilisha. Hii habari ya katiba tulijua kuna mchezo mbaya. Ndio tukaanza katiba watch. Ile mimba ambayo tulipena kule Bomas. Wakaja wakaingia ndani na kisonono. Wakaambukiza. Kibiko kisonono hiyo. Sasa hiyo ndio ikaharibu mimba. Sasa hii mtoto ambaye ametoa zile ambayo tulitunga kule Bomas. Unaona hiyo? Katika uzinduzi wa manifesto ya chama cha NARC mwaka 2002, vyama 13 vilivyoungana kwa minajili ya kuondoa utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi uongozini viliazimia kudumisha demokrasia na kuboresha haki za mwananchi. Miongoni mwa ajenda walizoratibu zilikuwa kuunda na kupitisha katiba mpya katika siku 100 baada ya kuingia uongozini, kufufua uchumi, kuimarisha elimu, kutoa nafasi za ajira 500,000 kila mwaka, kumaliza ufisadi na umaskini. Elimu ya bure kwa watoto wa darasa la kwanza ilitekelezwa mara moja. Uchumi ulikuwa kwa kiasi, lakini katiba ikachukua muda mrefu zaidi ya siku 100 walizoahidi. Jubilee! 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 Muungano wa Jubilee uliohusisha vyama vinne, TNA ya Uhuru Kenyatta, URP ya William Ruto, NARC ya Charity Ngilu na Republican Congress ya Najib Balala, nayo ilizindua manifesto walioahidi kuitekeleza kikamilifu. Nguzo 3 ziliangaziwa. Chini ya umoja, maelezo ya utekelezwaji wa ripoti ya TGRC yaliwekwa bayana kuonyesha nia ya kuponya vidonda vilivyosababishwa na tawala za nyuma, ahadi ambayo hadi sasa haijatekelezwa. Uajiri katika
katika nafasi za umma ukatajwa kujumuisha jamii zote, wasiojiweza, vijana na wanawake. Hapa pia suala la kusawazisha wananchi kwa kuboresha huduma za msingi kama afya na elimu zikaangaziwa. Lakini ahadi hii imekuwa ngoma kutekeleza, kwani migomo ya madaktari, wauguzi, walimu na wahadhiri imeashiria changamoto zaidi, haswa kutokana na utekelezwaji wa ugatuzi kupitia katiba mpya. Chini ya uchumi, Jubilee iliahidi kupunguza utumizi mbaya wa fedha na kupambana na ufisadi, kuboresha hazina ya vijana na kuhakikisha 10% ya biashara za serikali zinatekelezwa na vijana, kutoa nafasi milioni 1 za ajira kila mwaka, kuboresha utalii na kuhakikisha kila Mkenya ana stima ifikapo mwaka wa 2020. Usambazaji wa umeme kwa wananchi imekuwa mojawapo ya ahadi Jubilee inajigamba imetekeleza kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na tawala za nyuma. Katika nguzo ya uwazi, la msingi likawa kupambana kikamilifu na ufisadi kwa kuipa nguvu tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ya kuhakikisha wanaoshtakiwa wanapigwa marufuku katika kufanya biashara yoyote na serikali. Hata hivyo, licha ya baadhi ya mawaziri kufutwa kazi na wengine kuhamishwa kutoka wizara moja hadi nyingine, swala hili limekuwa donda sugu kwa serikali. Japo ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa, serikali ya sasa kwa kiasi kikuu imetekeleza ahadi ya kujumuisha dijitali katika utendakazi wake kama ilivyoahidi. Lakini hiyo dawa haijatosha, na uamuzi wa kama chama au muungano unastahili kupewa nafasi ya pili kumaliza ajenda inazoratibu wanapoomba kura inasalia na wananchi. Mashirima Kapombe, KTN News. Sasa Frank Uteno anatuletea taarifa ya kuwakumbusha wagombea urais kuhusu tarehe zilizotengwa kwa midahalo yao kuhusiana na maono yao kwa taifa hili. Mdahalo wa kwanza baina ya wagombea urais nchini Kenya ulifanywa mwaka 2013. Wagombea wakati huo wakiwa Mohamed Abdu Badida, Paul Mwite, Wycliffe Musalia Mudavadi, Profesa James Ole Kiapi, Martha Karua, Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. Umewadia uchaguzi mwingine tena nchini Kenya, ambapo mipango imekamilika ya midahalo ya urais itakayoandaliwa katika chuo kikuu cha Catholic University of Eastern Africa huko Karen jijini Nairobi. Miongoni mwa vigezo vitakavyoongoza midahalo hiyo ni uzingativu wa sifa za uongozi na utawala, usawa na uadilifu kwa kila mhusika, jinsi wanavyomfahamu haki za kibinadamu katika uongozi, michango yao katika ukuzaji wa demokrasia, kuwaleta pamoja wa Kenya kama taifa moja na ufahamu wa kuongoza kwa misingi ya sheria za Jamhuri ya Kenya. Dakika 90 ndizo zimetengwa kwa mdahalo utakaoendeshwa mfululizo chini ya msimamizi wa midahalo hiyo atakayekuwa mtu mwenye tajriba ya kuandaa mahojiano ya ufasaha na ukakamavu moja kwa moja kupitia runinga. Siku ya Jumatatu Julai tarehe 10 mwaka huu ndio siku ya mdahalo wa kwanza baina ya wagombea urais. Wiki moja baadaye Julai 17 ni mdahalo wa wagombea unaibu urais, na kisha Jumatatu Julai 24 wagombea urais watarejea tena ulingoni kwenye ukumbi utakaojumuisha wananchi watakaoruhusiwa fursa ya kuuliza maswali kwa mpangilio maalum usioegemea upande wowote. Wagombea wanaojiandaa kwa midahalo hiyo ya urais ni Mohamed Abdu Badida wa Alliance for Real Change, wakili Daktari Ekuru Aukot wa Third Way Alliance, mgombea wa tiketi huru Joseph Nyaga, Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee ambaye anakitetea kiti hicho, na Raila Amolo Odinga wa chama cha ODM ndani ya muungano wa National Super Alliance NASA. Ofisi kuu inayosimamia midahalo hiyo inayoandaliwa na Debates Media Limited itawasiliana na vikosi vya kampeni za wagombea hao siku 14 kabla ya mdahalo wa kwanza, nia ikiwa ni kuwapa ratiba mahususi kwa ajili ya maandalizi yao. Mwaliko kwa wagombea ni kwa njia ya maandishi. Lugha za Kiswahili na Kiingereza ndizo zitaruhusiwa kutumika kwenye shughuli hiyo. Frank Otieno, KTN News, Nairobi. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia, na pumzika kidogo, nitarejea katika muda usio mrefu. Usiondoke.